Mwenyeji wako kwa usiku huu ni mimi Charles Machugu, na moja kwa moja karibu tuanze na habari za kitaifa, ambapo chumba chetu cha habari kimetuandalia habari ambayo inasema Spika wa Bunge la Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Daktari Tulia Ackson amewaongoza mamia ya waombolezaji walijitokeza katika maziko ya aliyekuwa askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG marehemu Dr. Emmanuel Lazaro. Kupitia msiba huo, Daktari Tulia amewakumbusha waumini wa madhehebu yote nchini kuendelea kuiombea nchi amani pamoja na viongozi wote, hususan katika kipindi hiki ambapo taifa linaelekea kufanya uchaguzi mkuu. Taarifa ya mwanahabari wetu Emmanuel Makuliga inasomwa hapa studio. Yu mwema Yesu, yu mwema, haleluya, yu mwema. Wimbo huu unavuta hisia za Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tulia Ackson Mwansasu kukumbuka mahubiri ya Askofu Daktari Emmanuel Lazaro enzi za uhai wake katika ziara yake ya mahubiri mkoani Mbeya. Tulia amesema kazi kubwa ya mafundisho ya neno la Mungu ilifanywa kwa umahiri na marehemu enzi za uhai wake. Alitumia muda mwingi kufundisha neno la Mungu na kuombea viongozi wa taifa hili, na ndiyo wito wake kwa madhehebu yote hivi sasa. Pamoja na kwamba huwa mnatuombea sana sisi viongozi, lakini pia mnaliombea taifa letu sana. Niwaombe mwaka huu tuliombee zaidi taifa letu. Mwaka huu tuwaombee viongozi watakaopatikana kupitia uchaguzi kwa haki. Lakini hao watakaopatikana kwa haki, Biblia imetuagiza kuheshimu wenye mamlaka. Kutokana na mahubiri ya Injili ya zamani, makamu askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Mchungaji Magnus Mpendakula, anakemea Injili potoshi ya miujiza ya kupata mali inayotumiwa na baadhi ya wahubiri wa Injili wa kizazi hiki. Hatukatai kuwa na mali, hatukatai kufanikiwa. Kwanza utafuteni ufalme wake, hayo mengine anasema mtazidishiwa. Marehemu Askofu Daktari Emmanuel Lazaro anaelezwa kama mtu wa kuigwa na viongozi wote wa dini kutokana na msimamo wake wa kuhubiri neno la Mungu kwa umakini, ukweli pasipo kupotosha. Sasa wazee hao wanapopumzika, kama alivyosema katibu mkuu, tuna jukumu kubwa sana kuibeba hiyo kazi na kuwa na injili ya kweli kama ilivyohubiriwa. Injili ni ile ile ya miujiza na mambo ambayo Mungu anaweza kutenda bila maji, bila mafuta. Kiwazee naenda nafikisha ujumbe, injili lazima ijoke, bila mafuta, bila maji, Yesu anahubiriwa. Katika usia wake, Askofu Daktari Emmanuel Lazaro inaelezwa alitumia usafiri wa baiskeli na kutembea kwa miguu kuhakikisha kila mtu anamjua Mungu na kuacha dhambi. Hayati aliokoka mwaka 1957. Tangu wakati huo hakurudi nyuma katika safari yake ya imani. Maisha yake yalikuwa mfano wa kuigwa na wengi. Walimjia Yesu kupitia ushuhuda wake. Marehemu Daktari Emmanuel Lazaro ndiye askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, na safari yake inahitimishwa katika kijiji cha Modiu Masama, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Masamboji. Pole kwa familia yake, lakini pia pole kwa wana TAG wote nchini. Uelewa mdogo juu ya huduma za dharura nje ya hospitali katika baadhi ya maeneo hapa nchini